Mpenzi wangu Kiluma, kwenye pitapita zangu unakutana na Kiwalole, unakutana naye, ila maneno aliyoniambia sijapendeza naye hata kidogo. Yaani nimemsalimia tu kwa furaha, kwa vizuri, ila sasa kanitukana, kaninyamba. Yaani kamtukana mamangu, kanitukana na mimi mwenyewe. Sijui mama yako mchawi, sijui naweka kulisisha uchawi. Hivi kweli yule mimi akuniambia mimi hivyo? Afijawa mpenzi wangu. Mimi nikwambie tu kitu kimoja. Hayo maneno yasikuumize kichwa. Na usitishike kwa maneno yao. Najua wataongea vingi sana juu yetu. Mimi naomba uvipotezee. Sawa. Yaani kiukweli watu wanatupiga vita sana kuhusiana na mapenzi yangu mimi na wewe. Kwa hiyo mimi nakuthibitishia mpenzi wangu, mimi nataka waumie zaidi ya hapo. Mpaka pale napoamua kukuoa, kila mtu akiniita mkasa. Sasa nisikilize mpenzi wangu, nikwambie. Yaani hiyo siku ya kunioa, nishakumbuka. Yule ndio bwana mkali, bwana naishi naye sikamweka hapo ndani hajamuoa. Sasa wewe siku ya kunioa, mimi ndio nitakavoonesha jeuri sasa. Ninakwambia yule Utimbwili. Kwanza mamangu mwenyewe unamjua. Atasherekea na kwamba kwanza mimi mwenyewe, mimi mwenyewe nitacheza. Yaani nitafunika. Yaani nakwambiaje, watanikoma. Kama nakuona. Unanijua vizuri. Usijali mpenzi wangu. Mimi nakupenda sana. Wewe ni mwanamke bora sana. Na wewe una nafasi kubwa sana upande wangu. Kwa hiyo sidhani kama kuna kidudu yoyote ataweza kusababisha penzi langu mimi na wewe kulichimbia kaburi. Nakupenda pia mpenzi. Okay, sawa. Nashukuru, ngoja mimi. Ili mambo yakae sawa. Mimi niseme asante sana kwa kuja kunitembelea. Ila pia ukienda msalimie mama. Sijali. Tena mama anavyokupenda. Yaani wewe ndio mkwewe. Mkwe mtarajiwa. Hatari. Hivi mke wangu una akili kweli wewe? Kitu gani kilichokufanya ukabaki kwa mjumbe? Eti najielewa kweli? Haya, wewe kilichokupeleka kwa mama vijana nini? Au wewe mtu wako huyo mama? Nisikilize mke wangu. Na hilo swala nakukataza kila siku. Kila siku nakukataza, hilo utaki kunielewa. Yaani unapenda kila siku tugombane huko ndani. Yaani shida sio iko wapi? Mimi nimeenda kwa mama vijana kwa sababu yule ni mjane. Nimeenda kumsaidia. Shida iko wapi kumsaidia? Kumsaidia mtu kuna ubaya? Kumsaidia mtu kuna ubaya? Umeenda tu kumsaidia, si ndio? Babangu ushakuwa shirika la msaada, si ndio? Kama ndio hivyo basi utie bango tujue. Kidogo umeenda. Kidogo umeenda. Basi tia bango tujue shirika la msaada unasaidia wajane. Halafu wewe mwanaume, wewe shangaza. Yaani wewe, yaani mwanaume malawe sijapata kuona nimekushindwa. Wewe mavijana. Kila ukalala mavijana, kila ukaamka mavijana. Au mavijana mzuri sana kuniliko mimi. Usinitie hasira nikachukua maamuzi ambayo sijayatarajia. Unaleta jeuri, unaleta ngebe, dharau, unaniletea mimi vyote hivyo. Na kuvumilia tu. Usione kama nakushindwa, hapana, sikushindwi. Nitakufanya kitu kibaya mke wangu wewe. Nitakufanya kitu kibaya. Niongee mara ngapi mke wangu? Nimekwambia naenda kule kumsaidia. Kwani kumsaidia mtu kuna ubaya? Yule ni mjane, hana mume. Kumsaidia mtu kuna ubaya gani? Wewe mbona wengine huwaoni? Mpaka muone mama vijana peke yake. Unanichosha sana. Wewe, huko tunapoelekea utakuja unione mimi mtu mbaya. Nitakufanya kitu kibaya ambacho mwenyewe hujategemea. Naomba upunguze ngebe na jeuri zako. Mdomo utakuponza. Shauri yako. Nataka unionyeshe hicho kitu kibaya. Nikione. Sawa. Wewe si jeuri. Nitakuonesha. Ndio nataka unionyeshe hicho kitu. Utanionyesha muda wote tumekaa hapo, hujanionyesha bado.
Mama, samani, naomba nikueleze kitu. Mama, eti wewe ni mchawi? Mama, sinakuuliza, eti wewe ni mchawi? Na uchawi mamangu umeulisi wapi? Umelisi kwa babu mza mama au umelisi kwa bibi mza babu? Usilolijua ni sawasawa na usiku wa giza, na asiyejua maana usimwambie maana. Ukimwambia maana watu watakushangaa. Avigawa mwanangu, umekula yatokea mdogo, yaani nimekaa na wewe muda mrefu sana. Sidhani kama ungeacha kuona uchawi kwangu, wala sidhani kama ungeacha kuhisi chochote kupitia mimi kama ni mchawi. Lakini leo hii unawasikia watu wakisema kwamba mimi ni mchawi, mama yako au kwa sababu ya kuingilia hayo mambo ambayo unafanya wewe au mahusiano ambayo unataka kuanzisha wewe, leo hii ndio unaonekana mchawi? Hapana mwanangu, mimi nakupenda sana, nasitaki hili litokee. Kuna baadhi ya vitu sivihitaji vitokee, ndio maana unaona mimi nakupambania hili. Mama, hebu nisikilize. Huko mtaani huko wanakuzungumzia, yani wanakuzungumzia sana kwamba wewe ni mchawi. Ndio maana nimeamua kukuuliza mamangu, wewe ni mchawi? Hapo basi ndio maana nikakwambia usilolijua ni sawasawa na usiku wa giza, na asiyejua maana usimwambie maana. Kirumo, unajua wewe ni mtu ajabu sana rafiki yangu. Hivi wewe kweli ni mtu wa kutaka kumwoa Vijawa wewe? Wakati unajua kabisa utaleta kagalika kubwa sana hapa kijijini. Hakuna chagalika lolote Tika. Alafu Tika, labda nikwambie kitu kimoja mshikaji wangu, sawa? Ni kitu ambacho ukijui, ukitaka kumchimba pale buku, lazima utumie akili nyingi sana. Na hivyo basi, ili tumpate panya buku, unapaswa wewe uungane na mimi. Wewe kweli ni mpumbavu rafiki yangu. Kabisa, tena naona unaanza kupungukiwa na akili. Kabisa, mimi na akili zangu eti niende nikachimbe panya buku. Hivi umelisikia wapi hilo? Panya buku kweli? Ni kweli unachokizungumza. Lakini wengi wao waga wajuaji sana panya buku kama kitu kizuri sana. Na ukiwepo mmoja wapo ni wewe. Ila ipo siku ndio utajua na maanisha nini. Wewe mimi sio mjinga kama unavyonifikiria. Sio mjinga kama unavyonifikiria. Tika, labda mimi nikwambie kitu kimoja mshikaji wangu. Kwa leo hutoniamini, ila nina imani ipo siku utaamini ninachokizungumza leo. Sawa. Niambie kijana wangu, ulichokuwa unataka kuniambia. Mzee. Mzee bwana, mimi nimekuita hapa na jambo langu. Kwa maana sasa hivi mzee wangu, mimi hapa nilipo nishakuwa. Nahitaji kuwa na maisha yangu. Nahitaji kutengeza familia yangu. Kwa hiyo nikaona sio vema nikushirikishe hili ili nipate baraka zako mzee wangu. Mzee, mimi bwana nilichokuitia hapa kupa taarifa, tunataka kuoa. Na mwanamke ambaye unataka kumuoa si mwingine, Vijawa. Kirumo, una matatizo gani? Una matatizo gani? Ina maana nizungumze lugha gani ili uweze kunielewa? Na kwa nini awe Vijawa asiwe mwingine? Kwa sababu mimi Vijawa ni mwanamke bora sana kwangu mzee. Alafu
Mimi ndo nimeona mwanamke sahihi wa kujenga familia yangu. Kiukweli nampenda sana mzee. Kilumo. Swala la Avijawa, swala la Siambiriki, ugomvi wetu sisi ulianza enzi na enzi, tangu mababu baba mpaka mimi mwenyewe nilipofikia hapa. Hatuna maelewano hata kidogo na ile familia. Leo ujasiri wa kusema unataka kumuoa Avijawa unaupata wapi? Kwani mama Avijawa si mwanamke yule? Tangu mama kaondoke huko ndani, mimi ningeshindwa kumchukua mama Avijawa nikaishi naye? Afu Avijawa kwa dadako. Kwa nini nilimwacha abaki kama jinsi alivyo? Sababu ya mambo yetu ya kifamilia, mambo yetu ya asili. Babu yangu na babu yake hawakuwa na maelewano hata mpaka wazazi wetu pia walipofikia hawakuwa na maelewano naye. Lakini vipi leo wewe useme unataka kumuoa mwanamke yule? Hata kama vita, lakini kwamba mimi ndio vita vyenyewe mimi nakuhusu na hivyo vita vyenyewe mimi sijui. Kwa mimi niko mimi kama mimi na mimi nataka kuongea maisha yangu. Na sio vita yako mzee. Baba na bwana. Karibu bwana. Karibu. Baba, habari za nyumbani? Salama. Salama huko. Salama. Wema. Karibu sana. Asante. Karibu bwana. Asante sana. Kaka, mimi na kitu kimoja nakwambia kaka. Mazungumzo nimesikia toka na Kilumo yuko sahihi. Mwache aoe. Sahihi kivipi sasa? Unajua kwa nini nakwambia yuko sahihi? Kilumo akishamuoa Avijawa, yeye atakuwa msimamizi mkuu wa ile familia. Kwa maana Siambiriki hana mtoto mwingine zaidi ya Avijawa. Kuna nini tena? Sikiliza Mzomoke. Mzomoke, tena unisikilize vizuri. Tena unisikilize. Swala la Kilumo kumuoa Avijawa hilo halitowezekana. Unaelewa fika vita tuliokuwa nayo, vurugu tulizokuwa nazo tangu kipindi hicho mpaka leo hii. Wewe mgeni, huyu mtoto hajui, na wewe ni mzima. Kaka, mimi ni mtu mzima na wewe ni mtu mzima. Nimekaa nimefikiria mbali sana na jibu nimelipata. Suluhisho hili tatizo huyu kuoa pale, ugomvi kwisha. Mimi nakwambia kaka, ugomvi kwisha. Basi sawa. Sasa Kilumo, mimi nitalifanyia kazi swala, ila tabaki na mgeni hapo. Acha mimi niende safari yangu. Bwana Mzomoke, mimi nakuacha. Mimi nipo. Tarudi. Sawa. Mdogo. Yaani mdogo katika siku ambayo yaani leo umenifurahisha sana. Unajua nini? Watoto mjini wasema nimecheza kama pele. Kabisa. Lazima mambo yaishi. Mungu tunaogopa ya nini bwana? Mzee mambo ya kizamani. Yaani mzee mambo ya kizamani. Ugomvi wao na miaka yao basi wanataka kutushusha na sisi. Hivi unafikiri yeye akikuzu wewe mwanae atakubali? Vita mama na mwana. Hakuna mambo kama hayo bwana mdogo. Nimefurahi sana kwa kweli. Yaani nimefurahi kwa kweli. Mimi nashukuru sana. Sasa mdogo. Sasa karibu ndani. Avijawa mwanangu. Sitaki kabisa uwe na mahusiano na ule mtoto. Kilumo sihitaji uwe naye kwenye mahusiano yako. Simuhitaji mwanangu. Yaani mtoto wa Mzee Majoka mimi simuhitaji kabisa uwe kwenye mahusiano naye. Yule kaka mimi simtaki. Sitaki uwe na mahusiano naye. Sidhani kama unaelewa mwanangu, sitaki kabisa. Nadhani babake yule Mzee Majoka amemuoa yule hadi babangu mimi. Labda nikwambie hivyo utanielewa. Mama, mimi ndo nampenda Kilumo mama. Nampenda. Tunapendana yani wenyewe mama. Ugomvi wenu nyinyi mtamaliza wenyewe. Naomba unisikilize. Unampenda nini? Nimeshasema mimi sihitaji. Jamani, nini tena hapa makelele tena nini tena? Mbona toka huko nasikia huyu yenu tu nini tatizo dada yangu? Nini tatizo? Hebu niambie tatizo ni nini? Hivi kwa nini kwani ugomvi wenu usioisha kila siku huyu mtoto kumbwatiza kisa nini? Yani tatizo ni nini? Hebu niambie basi, mimi sipendi maneno yenu. Unajua mimi sipendi maugomvi kila siku. Mnakosesha hata baraka za hii nyumba. Kila siku maugomvi, kila siku. Hivi dada, ni ugomvi gani usioisha wewe toka kipindi hicho mpaka sasa hivi? Ugomvi gani usioisha? Kwa nini usimalize ugomvi ukaisha mambo mengine yakaendelea? Unajua dada, mimi sipendi mama masuala yanakuja kila siku maugomvi kwa sababu ya mambo ya zamani, mambo ya kale, maviwanja. Wewe umeachiwa mji hapa na shemeji. Bado tena unahangaikia maviwanja ambayo tuliachiwa usijitoe ufahamu. Wewe ina maana marehemu baba anafariki ulikuwa mdogo wewe? Si ulikuwa unafahamu kila kitu? Na ulikuwa unafahamu baba katuachia usia gani?
kupitia hizi mali, mashamba yake. Unafahamu? Dada. Na unafahamu ni ugomvi gani ulikuwepo na huyu mzee? Kwanza yeye ndo, naomba unisikilize. Naomba unisikilize, mimi ni dada yako. Sawa? Naomba unisikilize. Usiniambie tu kirahisi rahisi nikakuelewa. Wewe ni mdogo wangu. Alafu yule ni baba yetu alikufa. Wewe ulikuwa unajielewa kabisa. Kwa hiyo ninavyokuambia mimi hivi, mimi sihitaji huyu aolewe na mtoto wa mzee Majoka. Kwa sababu mzee huyo, nisikilize. Huyo ndio aliyemuulia babangu mimi. Kama wewe uchungu huna wewe. Lakini mimi sitaki. Afadhali useme wewe mama mdogo. Kelele na wewe. Sasa unampiga mtu amekosea nini? Mtu anakosa hadi amani, lakini mbona hivyo mtu amekosea nini mtoto wako unampiga? Ananikosea kwa sababu sitaki awe na wewe. Unaona mtoto hajapenda jamani. Mbona wewe mume wako wenyewe tulikuwa tumtaki lakini ukamkubalia mpaka sasa hivi hivyo? Sisi tulikuwa tunamtaka mume wako. Kuna maisha mengine baadaye dada yangu. Hebu kuwa basi kuwa bwana. Nini lakini mwanangu? Mimi nimekuja hapa na swala moja dada. Mimi naomba uache masomo na mume wangu. Bado mume wangu nampenda sana. Unajua unanikosea sana. Na unanivunjia heshima. Mimi kutembea na mume wako ni wapi na wapi? Na kuwaje kwanza na mahusiano na mume wako wewe? Unajua mimi mume wako namchukulia kama kaka yangu. Namchukulia kama mdogo wangu. Jinsi ninavyomuona. Kwa hiyo mimi nakutembea na mume wako sio kweli. Alafu unanivunjia heshima. Unanivunjia heshima sana mdogo wangu. Kwanza dada yangu samahani. Kilichofanya nikaja hapa ni kwa sababu yaani mume wangu kila kitu ukiongea kidogo kuhusu Marijaa kosa. Ukiongea nini ugomvi. Ndio maana mimi nikahisi labda nina mahusiano. Ndio maana nikaamua kuja hapa. Ila naomba unisamehe kwa kuwa nimejua ukweli dadangu. Nisamehe. Nimeamua dadangu. Sina lingine. Sawa, mimi nitakusamehe, ila katika muda mwingine inabidi uangalie. Sio mtu tu akimtaja mtu au kimtamka mtu basi ndio ana mahusiano yake. Unatakiwa uangalie, utafakari na uchunguzi. Ujue je, huyu mtu ana mahusiano? Haya, saizi umenikuta hapa mimi niko vizuri. Ukanikuta niko vibaya. Sikinanuka hapa. Karibu sana. Haya, asante mimi naenda. Haya, karibu. Huko hamna njia. Njia. Haya, asante. Haya. Wewe mwanangu, mbona kinyonge hivyo? Na sijakuzoea hivyo ujue. Nimekuaje tena hivi? Nauma? Hapana, Odo, siuma wala nini. Odo mimi nampenda sana Kilumo. Mimi nampenda mama mdogo Kilumo, na Kilumo ananipenda. Yaani sitoshe tunapendana. Ila mama sasa hataki kunielewa hata kidogo. Yaani mama anataka aingilie mambo yangu. Anataka anifuatilie. Anajua kabisa na mimi sasa hivi nimekuwa na maamuzi yangu. Hataki mama niingie kwenye familia mzee Joka. Sasa mwanangu, sikia lakini kuna ugomvi wa mzee Joka na mamake. Unajua wana ugomvi mkubwa toka enzi hizo mpaka sasa hivi wana ugomvi mkubwa. Ugomvi huo ujue wewe. Hivi nadhani mamako kwa haraka haraka atakubali wewe uende kwenye ile familia ambayo ana ugomvi nayo. Hivi ukienda kule mwanangu, labda ule mzee Joka kule kapokea sumu unakufa. Au unaenda kule bila mlizaa mama yako, umeenda huko. Nani atakuja kutembelea? Siku umeumwa, nani atakuja kutembelea? Unasema mama atakanya kwenye ule uwanja. Mwanangu, hebu kwanza ngoja tuangalie. Tulimalize hili la ugomvi wao alafu tusimseme hapo tutajua. Lakini sio tukae hivyo uwazi su nini ukose amani kweli lakini. Sawa, kwani madogo. Mama na mzee Joka wana ugomvi gani kwani? Bwana mimi mwenyewe sijui chanzo cha ugomvi kwa sababu nikunikuta. Ila ugomvi wao wanasema ni mashamba. Toka enzi hizo sababu yako za nani huko. Mimi nimekuta tu ugomvi. Lakini mamako ndo hataki kusikia anataka kuendeleza ugomvi. Ila nikutoa tu mashaka mwanangu. Mimi nitafanya kazi. Nitajua cha kufanya, maisha mengine yataendelea. Kwa sitaki wewe hivyo. Sitaki kukuta. Mimi sijakuzoea hivyo juu. Basi sawa mwanangu, nashukuru sana. Basi sawa maisha. Sikuwa na amani sawa mdogo wangu. Dada. Mimi nimekuja. Ujio wangu kunileta hapa. Nimekuja kuzungumzia ile jambo la ugomvi wewe na mzee Joka. Mimi dada nataka ifike mwisho.
Hili jambo nataka liwe mwisho, yani sitaki kusikia tena masuala ya magomvi. Hivi dada, kijiji kizima magomzo yamekuwa nyingi. Kila unapopita ni dada yako, kila unapopita Moshi dada yako na mzee Joka. Kwa nini dada isifike mwisho? Dadangu, hakuna marefu sio na ncha. Masuala ya magomvi yao yameshapitwa huko na wazazi wetu, sio sisi tena. Nataka tujue baadaye tunafanya nini, inakuaje. Mnashinda kuombeana maji kwa sababu ya mtu anajikwaa, anashinda hata kuokotwa kwa sababu ya ugomvi wa kipindi hicho, magomvi ya enzi hizo. Kwa nini? Lakini dadangu, mimi nimekuja leo tuongee, tujue tunafanyaje yafike mwisho dada. Sio, umeelewa vizuri kipenzi changu? Moshi mdogo wangu, nilijua umekuja na maneno matamu yenye sukari na tangawizi, kumbe umekuja na maneno machungu kama kahawa yote ya shubiri. Mdogo wangu, hapana, siwezi kabisa. Sasa kwa nini dada? Kwa nini usiafiki? Dadangu, we sawa, umeingia mule alipopita baba na babu sijui na nani ndio umeenda. Je, watoto zako na watoto zake unaweza kukubaliana na huu upumbavu tunaoendeleza nao? Unahisi wewe ugomvi wa mzee Joka au babake mzee Joka na babu yetu labda au na baba zetu ulikuwa unajua chanzo mpaka liuendeleze? Labda alichukuliana nake, unaweza kujua hivi? Nadhani shamba tu ndio ile sababu kubwa. Nesi hapo kuna kitu kilikuwa kinaendelea ambacho sisi hatukijui. Sasa usitake tukiendeleze hayo mambo, naomba tu yaishi dada yangu. Mimi siyataki tena kuyasikia, mimi sitaki kwa kweli. Yaani sitaki, nakosa amani. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa nini wewe gumzo? Unatoka uwazi sasa hivi unafanyaje maisha yako? Umetoka kufiwa na mume wako, unatoka uwazi nini, unaendeleaje, unaleaje mtoto wako? Unaanza mambo ya mashamba kweli dada? Shamba lote lokupo na mji wote lokupo na bado kutoshi. Mimi siyataki bwana wangu. Kwa nini nataka tuyaishi dada? Mimi sitaki kusikia. Naona kama unaeleza maneno ambayo nahitaji kukuelewa, lakini ngoja nitajaribu kufikiria, kwa sababu unaona hata mwanangu amezidi kuwa mpole sana. Amekuwa mpweke. Naona kama hayupo sawa, ila nipe muda. Sawa, mimi nimekuja dadangu na kufikiria na hiyo. Kuja kwangu kwako nilikuwa na shida ya kuwa na maongezi na wewe, kwa sababu ya tatizo wewe na dadangu. Hivi kwa nini haya masuala yasifike mwisho mzee Joka? Mkae muongee, mniamalize. Kila siku maugomvi kijijini, wewe na dada. Chanzo ni nini? Tatizo ni nini kikubwa hasa ambacho nyinyi mnashindwa kumaliza ugomvi? Mimi ugomvi siuhitaji, nataka tukae tuyaongee, tuyazungumze, yaishi mzee wangu. Mimi sipendi maugomvi wewe na huyu dadangu kila siku. Mimi sitaki. Naomba yaishi mzee Joka. Nakuomba, mimi nimekuja tukae, tutafute hata mtu tuongee, yaishe tu tumalizane. Mambo mengine yaendelee. Kuna maisha mengine baadaye mzee wangu. Tutamaliza lini? Hivyo kijana, umetumwa ama? Afu tambua bado mdogo sana. Tena mtoto mdogo sana kabisa. Haya mambo ya muda mrefu tangu kipindi hicho. Na yote dada yako Siambiliki ndo anafanya endelee kuwepo. Wewe utakufanya nini? Sawa, mzee wangu, unajua hili swala ndio la muda, ni ujinga, lakini kuna masuala mengine yanazungumzika. Alafu haya masuala yasipokuwa na mwisho. Hivi wazazi wetu walielewa wapi? Si wamefariki kwa sababu wana mwisho. Kwa kama sisi binadamu tuna mwisho, na nataka kuna mambo mengine yanakuwa na mwisho. Mimi kwa kweli sipendi magomvi. Yaani siyahitaji. Nataka tuongee, tuzungumze, mambo mengine yaendelee mzee wangu. Unawakosesha hadi watoto amani. Watoto wanakosa amani kwa sababu yenu. Kwa nini? Mimi sihitaji, na kuomba, lakini mzee wangu, naomba tu nielewe kwa hiyo. Moshi. Mimi nimekuelewa. Acha nilifanyie kazi hili. Nadhani nitapata suluhisho yake. Basi nashukuru. Basi sawa, mimi nashukuru kwa kunielewa babangu. Haya, mimi ngoja nirudi sasa, maana nilikuwa nakuja kwako, sasa inabidi nirudi kwangu kapumzike. Siku nyingine. Haina shida. Haya. Balozi, mimi nimekuita. Utafungua hapa kwa sababu ya kesi hawa watu wawili. Huyu mimi ni dada yangu, lakini wana ugomvi mkubwa sana toka zamani, za kale, za wazazi wetu, za babu zetu. Na ugomvi huo haujawahi kupata mtu kusuluhisha, ila mimi leo nataka tusuluhishe hii kesi. Nimewahi kuita hapa, nataka dada yangu na huyu mzee kesi hii iishe, maana wana ugomvi wao ambao mimi siuelewi. Ugomvi huo toka muda.
Sasa kila nikimwelekeza dada naona hanielewi, na ndio maana nimewaita hapa. Ugomvi wa mashamba, kesi kubwa, ilikuwa kubwa, lakini naona siwaelewi. Naomba hii kesi leo iongeleke ishi hapa dada. Sitaki kusikia tena kuna ugomvi kati ya wewe na huyu mzee. Sihitaji dada yangu. Mwenyekiti, mimi ndio suluhisho langu tulokuta hapa kwa sababu kuna ugomvi, naomba yule azungumze. Kwa ugomvi wao malizaji. Yaani nataka uishe. Sitaki kusikia tena maugomvi. Kwanza nashukuru sana kwa mwaliko wako. Na nilikuwa nafikiria sana hili tatizo nitalimaliza vipi. Kikweli kwanza Mungu akujalie sana kwa kuwa na wazo kama hilo. Na mimi niseme mada iko mezani. Labda ndugu yangu unasemaje? Mimi nielewa au nielewa ujue chukua. Ugomvi wetu kweli ni shamba. Shamba lile aliacha baba yangu. Na akaachia baba yangu. Na alipofariki baba yangu, mimi nikalikuta nikaliendeleza. Lakini cha kushangaza ubibie naye akaja pale akasema kwamba ili shamba la babake babake alipata sababu yake. Sasa kweli nikashindwa kumuelewa. Nikamwambia sio kweli, hii ni haki yangu, ni haki ya wazazi wangu. Hivi hapa kwangu hali ya kwamba ugomvi wenyewe mheshimiwa si pakubwa, ni miguu mitatu tu ndio zidi basi ndio naleta utata. Maana ni mpaka miguu mitatu tu ndio ugomvi wote mpaka leo. Atuombeani maji, atunywi maji, atusalimiani, kila tunapokutana vita. Sasa kama imefikia hivi, kiukweli mimi naungana na hilo, kwa sababu leo kizazi chetu kina ahueni, kinaweza kikavumilia mambo taficha. Kizazi hiki au kizazi kijacho kitakuwaje? Sio ataingia maungoni. Je, tutakuwa tumeacha familia imekata, na hata wazazi wetu huko walipo tunawatia dhambi. Ardhi tugombania ardhi. Ni kweli mheshimiwa Barozi, huyu mama angekuja mapema ingetusaidia zaidi. Si alikuwa wapi kitu hicho? Labda nimsikilize mwenzangu kama yuko tayari. Lakini mimi niko tayari kama ni suluhisho basi nipite. Miguu mitatu ndio, lakini ile shamba mimi ni kwangu, mimi nilipewa na babangu. Na babangu mwenyewe alipewa na babu yake. Kwa hiyo ina maana ndio maana nikasimama. Yeye anasema shamba la kwake na mimi nasema shamba la kwangu. Kwa hiyo ugomvi unapoisha na niachia mimi shamba au anabaki na wewe? Nisikilize. Lile ni shamba, ile ni ardhi. Ile ardhi ilikuwa nayo toka wazee wetu, babu zetu. Akaja akachukua baba yetu. Hivi leo tugombane sisi na watoto zetu itakuwaje? Kwani dada ni kitu ambacho kina uwezo kugawanyisha? Kwani si mnagawanya? Miguu mitatu, mmoja na nusu, maisha mengine yanaendelea. Mbona mimi siwezi kuhusu shamba? Unaweza kuhusu shamba. Uwezi kuhusu maisha, unaweza kuhusu shamba la ulisi. Kweli? Unategemea kitu cha ulisi kwenye maisha yako? Hebu dada, achana nayo mambo ya kizamani bwana. Hayo mambo ya kizamani. Mnagombana vitu vidogo kwa nini? Mbona mimi nipo sijali? Hebu achana nayo mambo dada yangu. Hebu hii kesi iishe jamani. Hivi mnawekaje huyu mtoto unamfundisha nini? Kwa baadaye atakuja kugombana tena na watu, Mwisho wa hili suluhisho ni nini? Ni kuuana. Mimi sitaki hayo mambo. Nimekuja kwa sababu suluhisho. Sitaki hayo mambo. Sihitaji. Sambeleki. Lakini umemsikia mdogo wako anaposema. Ndio ni jambo zuri sana. Kwa sababu ni mipaka inaonekana ni njia tu. Si ndio? Ni kweli kabisa. Kwa hiyo mdogo wako ni kitu anachokisema ni kidogo, yani amekuja kitu kizuri sana. Kwa hiyo suluhisho huu ni kwa sababu ya huyu na huyu waendelee kwa pamoja, si ndio? Hapana dada. Dada, mimi simaanishi hivyo. Sawa. Leo huyu na huyu unasema wasiwe na mahusiano. Hao kumbuka, wewe utakuwa na mtoto na wewe utakuwa na mtoto. Kuna maisha mengine baadaye. Hata kwenye kupitana tu kwenye njia tu, vikumbo vinaendelea. Kuna nini kitaendelea? Yaani alafu unapata nini? Labda. Dadangu, kesi naomba iishe. Huu ugomvi mimi sihitaji. Yaani ninachotaka ukiacha hawa watoto, mimi sijui kuhusu mahusiano yao, kwa sababu sijaje kwa ajili ya mahusiano yao. Ila kilichonileta hapa ugomvi wa wewe na huyu mzee, ndio kilichonileta hapa. Ni kitu ambacho sikihitaji. Nyinyi mkiungana, hawa watoto watajua ni waungane au waachane. Hicho kitu ambacho sisi hatuhusu wao wenyewe, ni manufaa yao wenyewe ya baadaye ya maisha yao. Mimi naangalia ya sasa hivi. Si unanielewa dadangu? Naomba tuelewane kwa hiyo. Kama mdogo wako naomba tuelewane kwa hiyo. Nimekuja kwa ajili yako ujue. Basi mimi nashukuru sana. Lakini kutokana na hilo swala mimi ningeomba mpeane mikono. Wewe nani?
Siambiriki. Kwaje? Yalopita si mbele. Tugange yajayo. Sawa. Twende. Tembeleane. Tuendeane. Una shida mchana, una shida mchana. Fikishiane. Sawa.